onge na kokwe ole kingi kochin emoni ko kiago weiwe en emet kiteta ko kiago ruske gelie kimi kityo keket kuosken o kimokoname bei kinangisosochi beit kelechi chito konon kityo chetindoi akiket lakini nguni kokorib akotirchi suswek akochechi kabisa kotechi paka ngalek tugul chenyolu keteshi nguni ndakindo Kenya sokoni kemoitos chi age tugul akole kimoche emoni moyan ngalekab lembechet kimoche koibote biik akomwoe kole o tom kolya ongen akokwek ako kemwochi biik besio olenji emoni bo Kenya ko kikergei yani deni nekimiten koroni ko kikergei ak chito nekiakosom fuliza kosom mshwari kosom tala ak mwisho sikwendi ka kosirto en ofisitab Kenya Women yani kiyoche en olon tugul kinekit kialda koroni yani kokoyaktake kowekta jok besio kosome fuliza kolepanen tala kolyoy akai kakonam emet lain nguni ngeng'ololi kenyini 2025 kenyisiechu koche oeng chu kobendi kokiweku emet ni 2025 kobo maendeleo akine ketipene ongen ale Uasin Gishu ni mwaka akomwoe kandoikwak chang panganutik chebo ngalekab ortinwek sitimet beek ne chetestai en oliepka kotomo keteste chebo kabatisiet mbolea ngalek chechang chekakimwa kewekchini kongoi Jehova akengen kele chang akot tuguk chemiach chebwone oliepka komi rutoi ai akorutochi emoni bo Kenya olon keweche kongoi ndamun kinge kele kitebie nengo amang'u ale ngotore olin kotos koutien oliepka man au mising ko kokilechi akot malazima rutoet akot ingorutechech kityo maendeleo akesishike en oliep ngweny ingorwai lamisiek ingoit stimet ingeribet koit oliepka akenyoru mung'arosiek akokakait kabatisiet kokongoi nenyon kongeker olon kebatisyote ilian keweche nisi nabas besio betut agenge inyeleche nambo chamke keweche kongoi kora inot ana neo konyitechu ana mauno somoche ole kongoi mising en okwek ketebi kibagenge kikilchigei boisionik akakono hakikisho ole ngebongoni emetab Kenya kokot oliepka oliep kutitab chego ko Kenya akine nyoru share nenywan akongen ale unoto kenyoru haki nenyon yon kipyeito keker kele lion kenga kele bas ote changechek maendeleo chebwone koroni ara ninawech kongoi akoyo iakitya mwatuten chebo bichuep Kiingereza chulile biik kele kakokwer asista sema babochis au kako atonone na asista akiche so mimi nashukuru kwa sababu tumekaribishwa hapo Uasin Gishu. Naungana na viongozi wenzangu kuwarudishia shukrani wa Kenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo, haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Ninyi mliona TV, rais alikaribishwa kukaribishwa. Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambaye tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya anaendesha. Na unajua ubaya yake sisi ndio tulikuwa walimu wake. Na anajaribu kutumia ile ukora yenye tulimfundisha ati kutumia kwetu sisi. Unajua hiyo lugha anaongea sisi ndio tulikuwa tunamfundisha na mwambia basi enda sema hivi Uhuru Kenyatta akaogopa mpaka kuenda Mount Kenya. Sasa wewe unachukua ile script mwalimu akufunza unataka kutisha naye William Ruto ambaye alikufundisha. Wewe fanya hesabu ya juu bana. Wacha kuwa mtu reja na hesabu ya juu kali. Ile script anajaribu kuimplement. Sisi wenyewe ndio walimu wa hiyo script. Kwa hivyo huwezi kutufundisha na vitisho yako nusu. Mimi nashukuru na naomba Wakenya wote kwamba tuzidi kukaa, tuwe nchi ambaye tunapendana sisi wote. Tuwe nchi ambaye taifa ambaye si lazima ati sehemu nyingine ikose ndio nyingine ipate. It is possible to have a country where every corner of the country is thriving and no part of the country has to lose for another one to gain. As we sit here today, we have representation from Kenyans of all walks of life who are proud and happy that for the first time we have a president who is taking development to every corner of the country without discrimination. Ukipata watu wa Nyanza wanasema asante rais kwa kutupanga. Upande watu wa Western
Wanasema asante kwa kutuamshia viwanda vyetu vya miwa na uchumi wetu ambao umekuwa. Ukikuja hapa Rift Valley tunashukuru kwa barabara, mbolea. Ametoka Western Coast wanashukuru kwa maneno yao. Hiyo ndio kazi ya rais wa taifa la Kenya. Kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba wamekaa na taifa ambaye inafurahia. Sio Kenya ambaye kuna migawanyiko ya ukabila, ya chuki, ya fitina, ya propaganda. Mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kwa vile anaendelea kuunganisha taifa na kuhakikisha kwamba tuko na nchi ambaye kila Mkenya anajihisi kwamba ako ndani yake. Mnafikiri kama rais angepanga maneno vizuri, tungekuwa hapa leo na hawa kina Asa Matandi? Huyu Gaucho mtu ya kutembea na sufuria kwa kichwa angekaa hapa leo? Si angekuwa ameleta fujo? Lakini leo ana furaha na mimi naona wanashukuru na wanasema this is what we wanted. Tulitaka tu Kenya ambaye kila mtu anajivunia, ambaye kila mtu anasikia hii ni taifa letu. It doesn't matter who is president. That is the country that we wanted. Na hiyo ndio ilitukosanisha na ule mtu wa fitina. Na kushukuru sana Mutuse. Wewe hata kama unashambuliwa, you will go down in history. Huyu mtu, when the history of Kenya is written and it is said who killed tribalism in Kenya, it will be said the man called Mwengi Mutuse from Kibwezi destroyed tribalism. Wakati tulimpeach ule mtu. I have never regretted the decision to impeach Rigathi Gachagua because I know the going down of Rigathi is the going down of one of the most difficult evils that Kenya has faced since independence. The evil of tribalism ambayo ilikuwa karibu kumaliza taifa letu la Kenya. Unajua watu wanasahau kwamba miaka iliyopita, are you people forgetting that in 2007 we almost lost our country kwa maneno ya post-election violence. Then unapata mtu anaenda juu, anakuwa naibu wa rais, na akisimama kila saa, watu yetu, watu ya kona fulani, sijui uziguze wapi, uzifanye nini. Maneno ya upuzi kabisa. Na ndio mimi nafurahia huyu Mwengi Mutuse wakati alileta mswada katika bunge na kusema huyu mtu hafai kuwa kiongozi katika Kenya. Bunge ya Kenya mzima. Na isisemekane nilikuwa naona juzi anasema ati William Ruto ndiye alipanga jama. Ukifukuzwa na 90% of National Assembly na 95% of Senate, surely 95%, yani Kenya mzima 95%, mpaka hata pahali unatoka nyumbani. Wengi wa viongozi, there were more leaders who supported the impeachment from Mount Kenya other than any other region because they knew this is not the representation of the kind of leadership tunataka. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, ninasema tukae hivyo hivyo, tufurahie Kenya yetu vile tunavyoitaka. Sitaki kusema zaidi ya hapo sababu najua Faruk naye ukiongea mingi